Na kwa upande wa habari za kimataifa, tuanzie kule nchini Marekani ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa Hamas, akitishia kwamba kutakuwa na uharibifu mkubwa zaidi kwenye ukanda wa Gaza iwapo kundi hilo halitowaachia huru mateka wote wa Israel ambao bado inawashikilia. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa kijamii wa Truth, Trump ameitaka Hamas kuachia haraka iwezekanavyo mateka wote waliosalia pamoja na kukabidhi miili ya wale wote waliopoteza maisha, akionya kwamba iwapo hilo halitofanyika, kundi hilo litasambaratishwa. Trump amesisitiza kuwa hilo ni onyo la mwisho kwa kundi la Hamas, akiapa kwamba ataipatia Israel kila inachokihitaji ili kumaliza kazi kwenye ukanda wa Gaza, akiusii uongozi wa Hamas kuondoka Gaza ikiwa ni bado wanayo nafasi. Tamko la Trump linafuatia onyo lingine la Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, aliyetaka kundi hilo kuwakabidhi mateka wote wa Israel au likabiliwe na kile alichokiita madhara yasiyoweza kufikirika. Na takribani watu zaidi ya 10 wamejeruhiwa baada ya polisi wa Msumbiji kutawanya maandamano yaliyokuwa na vuguvugu yaliyoongozwa na kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane, mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais wa mwaka jana. Walioshuhudia na wasaidizi wa Mondlane wamesema polisi wamerusha risasi kwa msafara wa kiongozi wa upinzani na waandamanaji wanaopinga serikali ambao walikuwa wameungana naye katika mitaa ya mji mkuu wa Maputo. Si polisi wala mamlaka, hakuna aliyetoa maoni kuhusu tukio hilo. Maandamano hayo yamefanyika huku Rais Daniel Chapo ambaye aliingia madarakani mnamo mwezi Januari alikuwa akitarajiwa kutia saini makubaliano baada ya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa ili kumaliza maandamano ya miezi kadhaa kuhusu uchaguzi huo uliokuwa na utata. Taarifa kutoka ofisi ya Mondlane imesema kiongozi huyo wa upinzani alikuwa akiongoza maandamano siku ya jana wakati msafara wake uliporushiwa risasi. Asante, na huu ndio mwisho habari za kimataifa. Tukutane tena wakati mwingine.